kuna mlima huko kwenye eneo la kijiji cha Chemchem. Huko hapo mbele. Ule mlima miaka ya nyuma ilikuwa ni lizi. Na lizi inaitwa Nila Estate. Ilifutwa tena inakaa, watu wakawa wamejijengea. Na sisi Chemchem tulikuwa na mgogoro na kijiji cha kiongozi kwenye mpaka. Mgogoro ule wa mpaka ulitatuliwa kwa wataalamu kwenda pale chini ya mkuu wa wilaya. Kwa wakati wako ule mlima ni mali ya serikali, na akaagiza mkuu wa wilaya siku ile, akasema mwekezaji huyo sasa ataingia mkataba na kijiji chini ya halmashauri ya mji wa Babati, atalipa ushuru kwenye kijiji cha Chemchem. Sasa na mkataba baadaye ulifanyika katika halmashauri ya mji wa Babati chini ya mwenyekiti wa halmashauri alikuwa diwani wetu huyo. Kwenye mkataba ule sisi Chemchem ni sehemu ya mkataba, kwa sababu kuna kipengele imetaja kwamba Chemchem italipwa asilimia shilingi milioni 1 kila mwezi kama sikosei. Zile hela zimelipwa angalau kwa wakati fulani, jini muda gani imelipwa sijakariri. Lakini kati ya miaka 5 iliyopita hizo hela hazijalipwa tena, hali sisi ni sehemu ya mkataba. Kwani kwa naomba mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili liko juu ya uwezo wetu kabisa. Na viongozi wetu wa kijiji wametembea ofisi ya kabla ya mkuu wa wilaya yetu huyu wa sasa hivi, walienda sana pale ofisi ya mkuu wa wilaya. Anasema kwa sababu Mungu amekuleta wewe hapa, tunachokililia sana kubwa kabisa ni sekondari. Anasema tunaye sekondari Mutuka, lakini watoto wameisha, na maana yake wako mbali na makorongo wanayekata ni ndefu. Juu ya ile mlima, nyuma ile mlima, watoto wanatoka shuleni kule nyuma ile mlima kwenda sekondari Mutuka. Wale ndio bali ngajo yena lunajo ananenda kata ko hoka langela ye lipo ngiti pa shite jaraki ye le ungarajo aketi na tabala shule tubala kana banduan ona na tunaanza bala ne ndama. Anasema niliposikia kwamba ni mkuu wa mkoa ni mama na mimi pia ni mama, ni tumbo la mama huwa linakuaga rahisi na inapokea. Kwa hiyo nikatamani nije nionane na wewe ili nitoe kero hii yangu kwa ajili ya watoto wangu na wajukuu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ataanza kuifanyia kazi, alafu atatuletea tuone tunaingizaje kwenye ule mgogoro mama ule wa kutambua eneo haswa ni lipi. Iko cha kwanza. Lakini cha pili, nataka niwaambie kwamba nchi hii mipaka yake sio mipaka ya uhai, ni mipaka ya kiutawala tu. Ni mipaka ya kiutawala tu. Ili papatikane sehemu mwenyekiti huyo aweze kufanya kazi vizuri, papatikane sehemu mbunge kufanya kazi vizuri kwenye jimbo lake, uwepo wa kijiji hiki na kijiji kile hautenganishwi na ukuta. Ndio maana tunafanya shughuli zote kwa pamoja. Mtu anakufa hapa, anazikwa kiongozi, kwa sababu ndio kwake, yeye kaja kalima hapa, kaoa hapa, kaishi hapa, si ndivyo? Tupite na vifaa vya kisasa vya watu wa ardhi tuweze kubaini. Unajua nchi hii ilishapangwa vizuri sana tangu miaka na miaka. Mtu akija kupindisha leo mpaka kwa sababu zake, lakini kuna vitu vinaitwa coordinates, vile huwa havihami kabisa. Sasa changamoto nyingine kubwa huwa inakuja na mabadiliko ya kila kiongozi anapokuja. Migogoro mingi kwenye vijiji vingi, sisemi kwenu, migogoro mingi kwenye vijiji vingi inatokana na utashi wa viongozi wanaokuwa madarakani kwa muda huo. Wengine ambao hawana nia njema huwa wanafuruga sana, mpaka wao wakiondoka wanaacha balaa kweli, yani watu wameshavurugana sana bila sababu. Kwa sababu kama sehemu kuna changamoto ya mpaka kati ya eneo na eneo,
Naomba niwaambie hilo sehemu kiuhalisia na kisheria sio halali. Maeneo ya kiutawala lazima yawe hayana changamoto. Ndio maeneo ya kiutawala yalivyo. Kwa kama kuna changamoto ya muda mrefu kati ya vijiji hivi viwili, lakini tumeendelea kushiriki chaguzi mbalimbali, ukienda ndani kwenye sheria, hao viongozi waliopo pia sio halali kwa sababu wamekaa kwenye sehemu ambayo si halali, yani haieleweki, ina mgogoro.